Umegundua kile Mungu amekuletea duniani? Umeshaelewa kile Mungu amekuletea duniani? Yaani umegundua ndoto yako hapa duniani? Umegundua maono yako hapa duniani? Umegundua lile kusudi ambalo Mungu amekuletea hapa duniani? Ikiwa umegundua kusudi ambalo Mungu amekuletea duniani, na ikiwa umejua ndoto yako na maono yako, toa gharama kwa ajili ya ndoto hiyo, toa gharama kwa ajili ya maono hayo, toa gharama kwa ajili ya kusudi hilo ambalo Mungu amekuletea duniani. Sikiliza, watu wengi wanalalamika, wanahuzunika, wanakaa na huzuni, wanakaa na maumivu mioyoni mwao, wana uchungu. Lakini nataka nikwambie, wana uchungu kwa sababu gani? Wana uchungu na hasira na maumivu juu ya maisha walio nayo. Wanaona ni maisha magumu sana. Sikiliza, maisha utayaona magumu siku zote, na hautaweza kuona zile baraka Mungu alizozisema kwamba atatubariki mjini, atatubariki na mashambani. Kwa nini? Kwa sababu wewe mwenyewe yamkini umegundua kwamba ni kipi Mungu amekubebesha, yani kusudi gani au ndoto gani au maono au hatima yako umegundua, lakini hujakubali kukaa kwenye hiyo hatima, hujakubali kukaa katika hayo maono, hujakubali kukaa katika hiyo ndoto. Na ikiwa umekubali kukaa katika hiyo ndoto, unapaswa uzingatie vitu hivi. Toa gharama ya kukaa katika hiyo ndoto yako. Sikiliza nikwambie, mwana wa Mungu, gharama unazopaswa kutoa kwa ajili ya ndoto yako ni hizi. Toa gharama kwa kuchukua maamuzi magumu ya kusimama na ndoto yako au maono yako au kusudi lile uliogundua Mungu amekupa hapa duniani. Kubali kudharauliwa na kuchekwa na kuzomewa pale unapochukua maamuzi ya kusimama na ndoto zako. Watu wengi watakucheka pale utakapochukua maamuzi ya kusimama na ndoto yako. Nataka nikwambie, Sauli, ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 26 mstari wa 19 na 20, Sauli alikubali kukaa katika maono yale ambayo Kristo alimpa. Hakukubali kuyaasi yale maono ambayo Yesu alimpa. Alikaa katika yale maono. Na umegundua una ndoto, umegundua kwamba Mungu ameweka kitu ndani mwako, kuna kusudi. Toa gharama juu ya hilo kusudi. Tumia muda mwingi kutaka kuongeza maarifa ya kuhusu ndoto yako ili yakusaidie kuifanya ndoto yako ipate kuchanua. Haitachanua ndoto yako ikiwa maarifa hayajaongezeka ndani mwako. Tumia gharama katika kuyapata maarifa ya ndoto yako. Tumia gharama. Watu wengi wanatoa gharama zao, wanatumia fedha nyingi, wanatoa muda wao kwa ajili ya mambo mengine, wakati mwingine mambo hayo ya kuwapeleka jehanamu, ya kuwapeleka katika moto wa milele. Mfano, mtu anaenda klabu, anakesha usiku kucha, anaenda kunywa pombe usiku kucha, anaenda sehemu za starehe, ananunua vitu vya kumwingiza jehanamu. Mtu anaenda kununua makahaba. Hiyo fedha angetumia kununua vitabu, kujifunza vitu vya kuhusu ndoto yake, basi angepata kufanikiwa sana, angepata kufikia malengo yake. Sikiliza, sasa toa gharama kwa ajili ya maarifa, ili maarifa hayo yaongezeke juu ya kile ulichobeba. Ni mtumishi, una huduma, ni mchungaji, ni mwalimu, ni nabii, ni mtume, yamkini ni mwinjilisti, au ni dokta, au ni daktari, au ni mwalimu wa elimu dunia, ama yamkini kabisa ni injinia, ni mkulima, ni mwanasiasa, ni mtawala, ni kiongozi. Sasa toa muda, toa gharama kwa ajili ya kile ulichobeba ili upate maarifa ya kukuwezesha kuchanua na kustawi katika kile ulicho nacho. Kubali kujifunza kwa wengine waliofanikiwa. Hautaweza kufikia mafanikio makubwa ikiwa hujakubali kujifunza kwa wengine waliofanikiwa. Utakapokubali kujifunza kwa wengine waliofanikiwa, basi na wewe utafanikiwa, mwana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Wasikilize hao watu. Toa muda wako wa kukaa nao, waulize wamefanyaje mpaka wamefikia pale walipo. Chukua hatua mapema unapogundua kuwa umekosea mahali juu ya kitu hicho kibeba. Chukua hatua. Chukua hatua. Umegundua umekosea mahali, chukua hatua, rekebisha mahali ulipokosea. Fuata maelekezo ya Mungu pekee juu ya ndoto yako. Usifate watu, usifate ndugu, usifate rafiki, usifate mke au mume. Umebeba kitu. Sasa kaa katika kile kitu na umsikilize Mungu peke yake. Mungu anaweza akasema na kupitia watumishi, kupitia neno unapolisoma, kupitia nini? CD unaposikiliza, kupitia mahubiri, Mungu akasema na wewe. Lakini pia ukiwa hujatoa muda kusikiliza neno la Mungu, kusoma neno la Mungu, kusikiliza watumishi wa Mungu, kusoma vitabu, Mungu hawezi kusema na wewe.
kwa sababu ili Mungu aseme na wewe, toa muda wako kwa ajili ya kuwasikiliza watu, utapata kujifunza vitu vikubwa sana. Ombea ndoto yako, ombea maono yako. Kitu cha mwisho, ombea. Daudi anasema maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, Bwana wangu, mwamba wangu na mwokozi wangu. Bwana Yesu asiwe sana. Nataka nikwambie, ukifanya vitu vile, umegundua na ndoto, utapata kuyaona mafanikio. Mungu akubariki. Amen.